Habari mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Wekeza katika Kesho Yako podcast, kipindi ambacho kitakupa maarifa masuala yote ya fedha na uwekezaji. Kwa majina naitwa Nureen Mtui na tutakuwa pamoja kwenye kipindi chetu hichi. Leo ni kipindi maalum sana, maana tuko na mgeni wetu mwenye uzoefu mkubwa sana na amekaa kwenye soko na ulimwengu wa hisa na DSE kwa muda mrefu. Karibu, jitambulishe. Kwa majina naitwa Ramadhani Kabwandi, ni mshauri wa uwekezaji kama ulivyosema wa muda mrefu, lakini pia ni afisa mtendaji mkuu wa Exodus Advisory. Asante sana. Karibu sana. Sasa ningependa kuelewa kitu kimoja. Unavyosema kuhusiana na hisa unamaanisha nini hasa? Ili hata mtu wa mtaani, dereva na mtu yoyote ambaye haelewi hili swala aweze kujua hisa ni nini hasa kwa ujumla. Hisa katika tafsiri yake ama maana yake ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Okay. Na watu wengine wanatumia maneno kama stock na shares yakiwa ni maneno ya lugha za kigeni. Stock wanapenda kutumia upande wa Marekani na hisa wanapenda kutumia upande wa Uingereza. Lakini yote inabaki katika maana ile kwamba ni sehemu ya umiliki wa kampuni fulani. Kwa hiyo mtu akiwa anamiliki hisa anakuwa ni miongoni mwa wamiliki wa kampuni husika, na anakuwa anamiliki kulingana na idadi ya hisa ambazo yeye anakuwa anazimiliki. Kwa hiyo utakuta baadhi ya maeneo unasikia majority shareholders mara nyingi ni wale wanaokuwa wanamiliki hisa zaidi ya 50%, na minority wanakuwa ni wale wanaomiliki hisa chini ya 50%. So na hata katika soko letu ukiona soko letu la hisa hapa Tanzania, makampuni yote 28 yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa yanamilikiwa na wanahisa, na hao wanahisa inategemea na kiwango ama asilimia ngapi ya umiliki katika hisa. Okay, ni vizuri sana. Ningependa kujua DSE ilianzishwa mwaka gani na ina nguvu gani kuanzia kipindi ambacho imeanzishwa na mpaka sasa hivi? DSE ikiwa ni kifupi cha neno Dar es Salaam Stock Exchange. Yes. Na ikiwa ni soko la hisa pekee hapa nchini kwetu. Ukilinganisha nchi za magharibi unakuta nchi moja na masoko ya hisa mawili matatu au zaidi, lakini kwa hapa kwetu DSE ni soko la hisa pekee, na ni soko ambalo mwaka huu linaenda kutimiza miaka 30 toka kuanzishwa kwake. Lilianzishwa mwaka 1996 na ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya ubinafsishaji, ambapo ni juhudi zilizoanza toka mwanzoni mwa miaka ya 90 mpaka mwaka 2094 ilipotungwa sheria ya masoko ya mitaji na dhamana, ikapelekea kuundwa chombo cha usimamizi wa masoko ya mitaji na dhamana, Capital Market and Securities Authority. Na baada ya chombo hicho basi ndio soko la hisa nalo likawa limeanzishwa na likaanza kazi rasmi mwaka 1996. Na katika historia yake kampuni ya kwanza kabisa kuorodheshwa kwenye soko la hisa ilikuwa ni Tolges. By then ilikuwa ikiitwa Tanzania Oxygen Limited Company, na baadaye ilifuata kampuni ya Tanzania Breweries, na baadaye akafuata makampuni mengi. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ya muda mrefu mpaka leo hii mwaka 2026 tuna zaidi ya makampuni 28 ambayo yameorodheshwa kwenye soko la hisa. Makampuni 6 yakitokea Kenya na makampuni 22 yakiwa hapa Tanzania. Okay, tunashukuru sana. Naamini kila mtu ambaye alikuwa hana uelewa kuhusiana na hili swala nao watakuwa wamepata kidogo elimu. Okay, ukizungumzia makampuni ambayo yameorodheshwa kwenye soko la hisa, ningependa kujua kwa mtu ambaye anataka sasa kuanza kuingia kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, anatakiwa aangalie makampuni yapi na ni kwa sababu gani hasa? Okay, safari ya uwekezaji haiko sawa kwa watu wote. Kwa sababu uwekezaji unaendeshwa na malengo ya mtu binafsi. Kwa hiyo katika soko la hisa kama tulivyotamka hapo awali kuna makampuni 28. Kwa hiyo mtu anaweza kuwekeza kwenye kampuni lolote miongoni mwa makampuni 28.
kulingana na malengo yake ya uwekezaji na vitu ambavyo wanatamani. Kwa mfano, tuna wawekezaji ambao wanazingatia sharia, wanaofuata misingi ya sharia. Wale kuna aina ya makampuni ambayo wao kwao wanakatazwa kuweza kuwekeza. Kwa mfano makampuni ya pombe na makampuni yaliyojihusisha na riba. Kwa hiyo mwekezaji kama huyu akija, na maana atachagua tu yale makampuni ambayo yana sifa anazozitaka. Lakini kuna wawekezaji wengine ambao wao hawaangalii hii misingi, wao wanachoangalia ni returns. Kwa hiyo kwao wakija watajaribu kuangalia kampuni ambazo zinakuwa na returns nzuri. But yote kwa yote tunashauri mtu akija kwenye soko la hisa kuwekeza awe amejipa muda wa kufanya utafiti wa kutosha, amejiridhisha na yale makampuni ambayo ameyachagua anataka kuwekeza. Lakini pia awe anaelewa yanafanya vipi kazi, kwa sababu akielewa namna yanavyofanya kazi kwake ni rahisi kuweza kupredict mwenendo wa kampuni yake, inaenda kupata faida, inapata changamoto. Na kitu kingine, hata kama basi yeye atakuwa hana uelewa, basi anaweza akatumia ushauri kutoka kwa wataalamu wakamuelekeza kampuni gani sahihi aweze kuwekeza. Soko la hisa ni muunganiko wa makampuni mengi. Kwa hiyo kuna makampuni kwa wakati fulani yanafanya vizuri, na kuna makampuni kwa wakati fulani hayafanyi vizuri. So kwake yeye itabidi ajiridhishe na hicho. Na pia kitu kingine ambacho huwa tunazungumza na tunapenda kushauri kwa wawekezaji ni kwamba uwekezaji katika hisa ni uwekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo mtu yote anayekuja kuwekeza katika soko la hisa, especially wawekezaji wapya, natamani waondoe ile mentality ya short termism. Tunasema kwamba yani aje tu anataka ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili apate faida kulingana labda na matangazo anayoyaona ama confessions za wawekezaji wengine anazoziona. Aelewe kabisa it takes time. Kwa hiyo wakati mambo yasipoenda vizuri vile yeye anavyotaka, awe na subira. Lakini soko letu ni miongoni mwa masoko yanayokuwa kwa kasi sana na yanayofanya vizuri sana barani Afrika. Kipindi fulani iliwahi kuwa soko la pili linalofanya vizuri. Nadhani ilikuwa ni mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa hiyo tuna soko zuri na makampuni yamekuwa yakifanya vizuri. Unavyosema mtu anatakiwa take time kwenye safari yake ya uwekezaji, at least minimum iwe ni miaka mingapi au siku ngapi au miezi mingapi at least? Again, narudi pale pale, watu wanaokuja kwenye soko la hisa kuwekeza wapo aina mbili. Kuna wale tunaita traders ama speculators, wale ambao yeye anatamani tu awekeze leo, kesho faida ipande, kesho bei ipande, auze aondoke. Lakini kuna wale ambao tunawaita ni investors wa muda mrefu, ambaye yeye ataweka, ataiacha hela yake ifanye kazi kwa muda mrefu. Lakini ushauri ambao tunaupata toka kwa wale waliofanikiwa katika masoko ya hisa kama hivi, kwa mfano Warren Buffett akiwa ni miongoni mwa matajiri wakubwa sana duniani, aliwahi kuwa na quote yake maarufu sana ambayo ilitoka, akawa anasema kwamba if you are not ready to invest in stocks and let your investment stay there for at least 5 years, then investment in stock is not your thing. Katika tafsiri ambayo sio rasmi ni kwamba alichokuwa anamaanisha kwamba kama uko tayari kwenda kwenye soko la hisa ukanunua hisa ya kampuni alafu kaiacha kwa miaka at least 5, then wewe hauko tayari kuwekeza katika hisa. Na wengi wetu sasa tumechukulia ile kama rule of thumb kwamba ukienda kwenye soko la hisa unashauriwa angalau basi miaka 5, kwa sababu tunaamini ndani ya miaka 5 utakuwa umeshapata zile faida ya compounding. Na pia utakuwa umepata gawio at least mara 5 kuweza kusema kwamba kupima kwamba uwekezaji wako ni wa faida na ni wa faida kiasi gani. Vizuri sana. Je, ningependa kujua kwenye hisa, yani kwa nini hisa? Kwa nini sio uwekezaji mwingine? Kwa sababu mimi naamini kuna uwekezaji wa aina tofauti tofauti. Kuna watu wanaamua kuwekeza kwenye ardhi, watu wengine wanaweka akiba benki, wengine wananunua hadi dhahabu na kadhalika. Sasa nataka kujua hisa yenyewe ni kwa nini hisa na kwa nini sio vitu vingine? Uwekezaji katika hisa unaaminika kwamba ni uwekezaji wenye faida kubwa sana.
na hii faida inatokana na ile risk ambayo mwekezaji anaichukua. Ukiangalia returns za kwenye hisa, namba moja ni ule ukuaji wa mtaji, kwamba ulinunua hisa kwa bei, baada ya muda imefika bei fulani. Lakini pia gawio ambalo linatoka mara moja kwa mwaka au zaidi ya hapo. Sasa ukilinganisha na uwekezaji mwingine, kwa mfano mwongelee uwekezaji katika hati fungani. Hati fungani ni uwekezaji wa uhakika, lakini return zake hazijaweza kuonekana zikifanya vizuri kama hisa. Ukija pia kwenye uwekezaji, umezungumzia uwekezaji katika real estate, nao pia ni miongoni mwa uwekezaji mzuri sana. Of course, waliofanikiwa kuwekeza katika real estate wamekuwa wakifanikiwa pia. Lakini kwa leo tunazungumzia uwekezaji katika hisa kulingana na faida ambazo kwa mfano soko letu la hisa limezipata ndani ya kipindi cha mwaka 1.5 uliopita. Ukiangalia kuna baadhi ya makampuni yamepata return ya karibia 1,000,000, which is massive. Very massive. Lakini kuna makampuni yamepata return ya 300, 400 ambazo huwezi kuzipata katika uwekezaji mwingine wowote, na labda hizi return zinaweza zisiwe hivyo siku zote, lakini ukiangalia trend na data za huko nyuma zinaonesha on average uwekezaji katika hisa umekuwa outperform haya maeneo mengine ya kiuwekezaji. Hii ni kutokana na risk ambayo mtu anachukua kwenda kuwekeza kwenye hisa. Okay.